Msikilizaji wa Storyteller kutoka Masawi Media, leo nipo Songea, mkoa wa Songea. Niko mkoa wa Songea, maeneo ya Magu. Kama unapofahamu, unatoka Mbinga unaingia ndani, huku tuko maeneo ya Magu. Sasa katika pitapita zangu nimekutana na dada, tukajaribu kupiga story 2-3 ili kuweza kuzungumza naye kuhusu life, maisha na vitu kama hivyo. Ningependa nimkaribishe, ajitambulishe kwa majina, anaitwa nani, ni mkazi wa wapi, then baada ya hapo tutasikia story ya kusisimua na story ya kufurahisha, lakini pia itakufundisha maisha na vitu kama hivyo. Bana, mambo poa? Okay, msikilizaji angependa kufahamu unaitwa nani? Kwa majina naitwa Aileen Onesfori. Nimetoka kwetu Bukoba Mleba. Umetokea Bukoba Mleba, si ndio eh? Okay, wewe ni wangapi katika familia yako? Mimi ni mtoto wa pili kati ya watoto 5. Hapo wadogo zangu 2, 3, yupo kaka yetu mkubwa, mimi ndo nafuata wa pili. Una umri gani? Miaka 23. 23. Tuambie historia yako ya shule ya msingi. Ulisoma mkoa gani? Nilisoma huko nyumbani Bukoba, ndo darasa la kwanza, tuseme awali mpaka la 7 nikamaliza, ikawa nikafaulu kwenda sekondari, lakini kulingana na uchumi wa wazazi jinsi ulivyokuwa, ndo ikashindikana kwenda sekondari. Kwa nikabaki kuwa nyumbani tu. Okay, ukabaki kuwa nyumbani. Wakati uko nyumbani ulitamani nini kama msichana ambaye tayari umemaliza shule, umefaulu, lakini mahitaji hakuna? Nini lilikuwa tamanio lako? Kwanza nilikuwa natamani nijifunze kushona cherehani. Nilitamani sana, nasema ndo hivyo tu, uwezo haukuwepo, hela. Ikanibidi tu nikae pale nyumbani nitafute kibarua cha kufanya kuingiza hata 100-200 nisikae bure. Ni kibarua gani? Cha kawaida tu. Msikilizaji angependa kufahamu labda ulikuwa unajishughulisha na nini, labda kuna mwingine ambaye anapenda kujifunza kupitia labda wewe na vitu kama hivyo. Kwanza kabisa tulikuwa tunachota maji au muda mwingine kufua nguo, hivyo tu, angalau yani usipate vishawishi kutoka kwa wanaume. Kwa hiyo wenyewe sikupenda, kwa hiyo ndio maana nilikuwa nafanya hizo kazi, ipokuwa zilikuwa ngumu, lakini nilikuwa napiga moyo konde, nafanya hivyo, maisha nayo yanaendelea. Lakini maana nilimaliza shule mwaka 2015, 16 nikaelekea kijijini kwetu, nikakaa huko kama mwaka mmoja, ndio nikarudi 2016 mwishoni. Nakumbuka wakati narudi nyumbani nilimkuta baba na mama, lakini hawakuwa sawa, yaani walikuwa na ugomvi wa kifamilia kati ya baba na mama. Kwa hiyo tukakaa hivyo, mara wagombane, mara mama aondoke, mara tubaki wenyewe. Finali sasa 2017 nakumbuka, mwaka mpya, ilitokeaga ugomvi kati ya mama na baba. Mama akaondoka, tukabaki mimi na baba na wadogo zangu 3. Mimi ndo nikaa kama dada yao, na wadogo zangu 3 nikabaki nao. Ulivyobaki nao wadogo zako 3, ulivyobaki nao ikawaje? Maisha yakaendelea hivyo, baba ndo akawa mama, huku mimi namsaidia mambo madogo. Sasa tulikaa kama miezi 2 tu, baba yetu akaugua, akaanza kuumwa, yani haendi hata kazini. Aliugua kidole kikapona, akaugua tena shingo, yani kuna kitu kilikuwa kinamkaba shingoni, hali chochote, haendi kazini. Sasa ikawa mimi ndo nimebaki kuwa kama mama kama baba pale nyumbani.
Mimi ndo nitajua nitafuteje hela ya kula asubuhi, mchana na jioni, wakati babangu anaumwa. Kwa tulipambana hivyo na mdogo wangu, japo anayenifuata wa kiume, japo alikuwa mdogo sana, lakini tulipambana hivyo hivyo, tukapambana karibia mwaka mzima hivi tunapambana naye, lakini mwisho wa siku ikasemekana aende kwanza nyumbani kwao, maana sisi tulikuwa hatuna uwezo wa kumuhimili. Mimi kama mimi nilikuwa siwezi, huku nipambanie familia, huku nimwangalie mgonjwa, nilikuwa siwezi. Ndo tukashauriana, tulipokuwa tunachota maji kwa huyo bosi wetu, akatuambia nitawapeni hela, nitampeni baba yenu, kwanza aende wapi? Nyumbani. Tukasema sawa. Sisi tukaendelea kuwa tunafanya kazi hivyo, tunalipa ile hela ya watu. Tukakubaliana, akaenda kijijini na mama mda huo akapigiwa simu, akaja akaanza kuwa anamhudumia baba. Sasa alimhudumia kama mwezi mmoja hivi au miezi miwili, maana nakumbuka ilikuwa tarehe 25 mwezi wa 11 2017 tukapigiwa simu kwamba baba yetu amefariki. Kiukweli ni pole sana. Asante, niliumia, maana alituahidi mambo mengi kwamba atarudi, atatuona watoto wake, lakini ndio hivyo. Pole pole. Haikuwezekana kumuona tena, kuongea naye kwa mara ya mwisho haikuwezekana. Pole pole. Usilie. Baada ya hapo ikaweje? Baada ya hapo tukaenda msibani, lakini mambo ya msibani bwana, nasemaje, msibani kwenyewe huko ukatokea ugomvi yani ugomvi ukoo, wakaanza kumtenga mama na sisi tukafukuzwa. Ilikuwa siku ya 4 msibani, tukafukuzwa mimi na mama yangu na wadogo zangu, ikabidi hatuna namna, tukaondoka pale nyumbani. Tukaenda, kuna sehemu mama alikuwa anakaa kabla hajaenda kijijini kumuuguza baba, ndo tukawa tumeenda huko, tulikaa kama wiki 3 kama sikosei, ndo tukarudi tena nyumbani. Bahati nzuri kile kibarua chetu tulichokuwa tunaendelea nacho hakuwa mbaya, bosi wetu akasema endeleeni, tuna kazi. Tukasema sawa. Muda huo mdogo wangu wa kiume anatakiwa aende shule form 1, alikuwa amefaulu, mwingine aende, alikuwa anaelekea kama darasa la 6. Hali ilikuwa ngumu kiufupi, yani kwa wakati huo hali ilikuwa ngumu, mpaka mamangu alikuwa anamuonea huruma, maana alikuwa ni wa kukaa tu analia, yani akikaa tu analia mpaka mwenyewe najikuta nalia. Basi tukaendelea hivyo hivyo, tukakaa tukipata 200 300 hivyo tunakula, siku inapita, tunamshukuru Mungu. 2018 nakumbuka ilikuwaga mwezi wa 3. Nikakutana na mkaka, akaniambia, hakuniita mimi, akamuita mtu nilikuwaga nafahamiana naye, ni mama tu. Yule mama akaniita vizuri tu, tukaongea vizuri. Baadaye ndo akanikutanisha na yule mkaka, asema mimi nataka nikuoe. Kajifikiria kweli mtu ndo nimetoka msibani alafu nianze kuingia, yani mambo ya ndoa tena, ni vitu vile ambavyo hata vilikuwa havimo kabisa kichwani mwangu. Kitu nilichokuwa nawaza kwa muda huo, niweze kupata kazi, nifanye kazi, nimtunze mama yangu, wadogo zangu, chochote kile nitakachokuwa napata tunasaidizana hivyo kulea wadogo zangu mimi na mama yangu. Lakini kwa bahati mbaya, kuna siku nakumbuka mimi kwa napenda kufuatilia movie kule kwetu, waga kuna gepo vibandomiza kwao, kuanzia saa 9 mpaka saa 12 wanaangaweka movie wanaonyesha, ikiisha ndo mnarudi nyumbani. Hiyo siku nakumbuka nilifanyaga kazi zangu mapema tu, nikamwaga mama nakuja, na yeye akanikubalia sawa, wai mwanangu, wasema sawa. Natoka kaenda kuangalia movie, kweli nikatoka. Ile muda narudi, yule kaka akaniita,
na wale wa mama wakaniambia njoo. Sasa kwa kuwa mimi nilikuwa siwezi kumbishia mtu mzima, nikaenda kwa kusema je, niwakubalie maana sije kaonekana na tabia mbaya. Nikawakubalia, wakaniingiza ndani, kumbe wenyewe walikuwa wameshapanga mipango yao kwamba hiyo siku mimi ndo naenda kuolewa. Wakanidanganya danganya pale, kaa hapo, na wenyewe wakakaa pale ndani na yule mkaka, tukakaa. Sasa hapo wakaanza yani walikuwa wanakudanganya bila ridhaa yako, hapo bado wewe hujajua chochote ama? Nilijuaga, walikujaga nyumbani wasema unataka kuolewa. Sasa mimi nikawa nawafanyaje, nawaambia njoo siku fulani. Huko hiyo siku fulani yenyewe mimi nilikuwa nimeshapanga, nilikuwa nimeshapata kazi kwamba hiyo siku wakija tunakuta na mimi sipo, nimeshajiondokea zangu. Sasa ndio hivyo kawa hivyo, sio ndo bahati mbaya, sio ndo Mungu alitaka iwe hivyo, mimi sijui. Ndio nikajikuta naolewa kwa staili hiyo, yani kuolewa bila kutaka. Nikaolewa na huyo mwanaume. Kusema ukweli, umeshaolewa sasa? Nimeshaolewa. Huyo mwanaume mwenyewe maisha yalianzaje? Yani kwanza maisha yalianzaje mwanzo wakati umeshaolewa sasa? Maisha bwana, tupe story, yani wakati siku hiyo umeolewa alikupeleka wapi? Mle, maana mle ilikuwa ni ndani kwake. Kwa hiyo wale alikuwa amewaita tu wa mama wale. Kule ni ndani mwake, alikuwa amepanga, ana chumba chake, kitanda chake, godoro. Nakumbuka hiyo siku ilikuwa ni siku ya huzuni kwangu kwa kweli. Nakumbuka nililia usiku kucha, nikimwomba wanifungulie angalau niende nyumbani. Nikamwambia mama ataniua. Wenyewe hata hawajali, yani hata hawakujali kilio changu. Yani kama sijui nilikuwa sijui yani nilikuwa nafanyeje. Nikajaribu kuwabembeleza, naombeni mnifungulie niende nyumbani. Muda umeenda, mamangu mkorofi namjua, atanichapa. Hata hawakusikia. Yani hicho kilio changu. Kapiga kelele, jamani majirani, naombeni mnifungulie. Hakuna hata mmoja aliyenisikia wala kunielewa. Kabidi sasa nitulie pale. Lakini kilio kilikuwa ni kikubwa ndani ya moyo wangu, maana nilikuwa najiuliza hichi kitu ninachokifanya sio sawa. Maana yake wamekulazimisha. Wamenilazimisha, sio kusema eti nimekubali mimi mwenyewe kwa hiari yangu. Okay. Maisha sasa yakaweje, yakaanzaje? Hebu tupe maelezo hapo. Maisha ya ndoa ilikuwaje? Maisha ya ndoa nilivyoona kumekucha mpaka asubuhi sijarudi nyumbani, nilisema hapa nimekuisha. Hapa sasa sina ujanja, sina namna, itabidi iwe. Nikakaa pale, wakanua vitenge na vitu wanavyotakiwa kununua, wakaenda nyumbani. Wakatoa ndio hiyo posa. Wakatoa, maisha yakaendelea, maisha sasa yakaanza upya. Mimi na huyo mume wangu. Lakini kusema ukweli, mimi sikuwahi kumpenda yule mwanaume kwa sababu, lakini nilivumilia tu, nikasema okay, kwa kuwa tumeshaamua kuanzisha familia, acha nitulie tu na nivumilie. Maisha yakaenda hivyo, mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, mpaka mwaka. Nikabeba mimba ya mwanangu wa kwanza, nikajifungua. Nikaenda nyumbani, nikakaa. Baadaye nikarudi tena. Lakini kwa wakati huo huyo mwanaume alikuwa na mtu wake ambaye alikuwa anatarajia kumuoa. Sasa sikujua hapo mipango yao ilikuwa kwaje. Kumeeleza mwanaume anasema mwanamke yeye ndo alikataa.